Leo nakwenda kutaja sababu 10 za kwa nini kila muamini anapaswa kunena kwa lugha. Sababu 10 za kwa nini kila muamini anatakiwa kunena kwa lugha. Yaani kila Mkristo ambaye anamwamini Yesu na anaamini katika Roho Mtakatifu anatakiwa anene kwa lugha. Wako watu ambao wanajaji swala kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Watu yaani hawaamini, kuna wengine hawaamini katika kunena kwa lugha. Lakini leo nataka niseme kwamba kunena kwa lugha ni jambo la msingi na ni jambo la lazima kwa mtu ambaye anataka kuishi maisha makamilifu, kuishi vizuri na Mungu. Kunena kwa lugha ni jambo la lazima. Leo nataka nielezee sababu 10. Zipo nyingi lakini nimeandaa 10 ambazo ukizisikiliza utaona kweli ni lazima kila mtu aliyemwamini Yesu na kupokea Roho Mtakatifu lazima anene kwa lugha. Sababu ya kwanza, kunena kwa lugha ndio ishara ya mwanzoni. Yaani tongue is the initial evidence. Mtu ili aonekane amepokea Roho Mtakatifu, la kwanza kunena kwa lugha kwake ndio inakuwa kama ndio ishara ya kudhihirisha huyu mtu ana Roho Mtakatifu. Kwa unaponena kwa lugha unatuthibitishia kwamba tayari umempokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu saini ya kumpokea Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Kwa hiyo huwezi ukatuambia unanena kwa lugha, unaweza ukatuambia una Roho Mtakatifu ikiwa hujatuonesha alama hii ambayo ni alama ya kunena kwa lugha. Kwenye maandiko ipo. Sababu ya pili ni kunena kwa lugha ni kwa ajili ya kujijenga roho. Unaponena kwa lugha unaijenga roho yako ama nafsi yako. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 4 utaona kwamba yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo hii ni sababu ya pili, kwamba kunena kwa lugha kunatusaidia kujenga nafsi zetu. Sababu ya tatu, kunena kwa lugha hutukumbusha uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Unaponena kwa lugha tayari unafeel kwamba nina Roho Mtakatifu ndani yangu. Kwa hiyo wale ambao hawaneni sasa unakuta sasa wanashindwa kupata hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kunena kwa lugha kunasababishwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu akinena kwa lugha tayari tu unajua Roho Mtakatifu, yule mtu kajawa Roho Mtakatifu, kafurika Roho Mtakatifu. Sababu ya 4, kuomba kwa lugha ama kunena kwa lugha ni kuomba kulingana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Jamani, kuna mapenzi ya Mungu na kuna mapenzi makamilifu ya Mungu. Yaani kwa Kiswahili, yaani kwa Kiingereza kwamba kuna perfect will of God and will of God. Sasa ili uweze kupata ile mapenzi makamilifu ya Mungu ni Roho Mtakatifu ndo anajua. Hata ukisoma katika Warumi 8:26 Biblia inasema kadhalika Roho naye utusaidie madhaifu yetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, bali Roho yeye mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikotamkwa. Alafu ikasema kwamba yeye anayechunguza mambo ya Mungu anaombea watakatifu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ukisoma hiyo Warumi 8 mstari wa 26 utagundua pale kwamba unapoomba inakusaidia. Unapoenda kwa lugha inakusaidia wewe kuomba kulingana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Kuna watu wanaomba ila anaomba kitu tofauti na mapenzi ya Mungu. Inawezekana kuna kazi ulikuwa unahitaji, unaomba Mungu akupe hiyo kazi, lakini kumbe hiyo kazi haikuwa mapenzi ya Mungu uifanye. Sasa wewe hujui kwa sababu ulikuwa unaomba tu kawaida kutumia akili bila kutumia neno kwa lugha. Kwa hiyo kuna faida hiyo na mengine mengi yanayofanana na haya. Sababu nyingine ya 5, kuomba au kunena kwa lugha huamsha na kuimarisha imani.
unaponena kwa lugha ni Roho Mtakatifu ndo anayekupa yale maneno nawe unayanena. Unaponena yani ni maneno ambayo yanatokana na Roho Mtakatifu, means ni maneno ambayo yana imani, hayakujaa hofu, ni maombi yenye nguvu. Yale yenyewe yanatosha kufanya na wewe roho yako ipate kupokea kitu, ukawa na imani kulingana na hayo maneno. Tuangalie sababu nyingine ya 6 kwamba kuomba kwa lugha au kunena kwa lugha ni njia ya kujilinda dhidi ya uchafu wa ulimwengu. Unaponena kwa lugha pia unajilinda na uchafu wa ulimwengu. Kivipi? Kwamba nanena kwa lugha, hii inanisaidia mimi mwenyewe. Tayari rohoni mwangu nimewekewa maneno ya Mungu, pia naweza nikawa sehemu fulani, nikaona jambo fulani, nikajikuta nanena kwa roho na roho ananisaidia kujilinda na ile jambo. Sababu ya 7, kuomba kwa lugha hutuwezesha kuomba mambo tusiyoyajua. Hii pia ni sababu nzuri kwamba katika maisha kuna mambo mengi huyajui. Aidha yametokea kisiri katika ulimwengu wa roho, hujui. Lakini kupitia kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu yeye anajua kwamba kesho kutatokea jambo fulani au kule kazini kwako kumetokea jambo fulani. Omba. Unaponena kwa lugha sasa unajikuta unaombea vitu hata ambavyo ulikuwa hujui. Unashangaa tu jambo fulani mbona limetokea, kumbe ulikuwa ushaliombea ile jambo bila wewe kujua. Kwa hiyo kunena kwa lugha kunatusaidia kuombea mambo hata yale ambayo hatuyajui. Hiyo ndio faida ya kunena kwa lugha. Kuna mambo mengi huyajui wewe. Ukiambiwa uombee sasa hivi utaombea vitu vingine hivyo hutaviombea. Lakini ukinena kwa lugha utaombea vyote kwa sababu Roho Mtakatifu atakupitisha katika hayo maeneo. Sababu ya 8, kunena kwa lugha huleta upya wa kiroho, yani au kuburudishwa rohoni, spiritual refresh. Sababu nyingine, kuomba kwa lugha kunasaidia kutoa shukrani kwa ukamilifu. Unamshukuru Mungu kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Una give praise, yani unamsifu Mungu kwa ukamilifu, perfect. Wewe una maneno mazuri ya kumsifu Mungu, lakini Roho Mtakatifu anayo. Anapokuwekea wewe na unaponena kwa lugha, unajikuta unamsifu Mungu vizuri kabisa na Mungu anafurahi kwa kumpa maneno matamu yenye hekima nyingi. Sababu ya 9 tayari. Sababu ya 10 ni kunena kwa lugha huweka ulimi chini ya utii. Unaponena kwa lugha, ulimi wako unakuwa unanena ukiwa umeongozwa na Roho, yaani unakuwa umeutiisha, tayari unaongea kwa sababu umetiishwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka nena kwa lugha ni wewe, sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukupa usemi, alafu wewe unakuja kusema. Kwa wewe unakuta ulimi wako umeutiisha kwa kuongea maneno matakatifu, maneno ambayo yana powerful. Na yale maneno ambayo yanaletwa na Roho Mtakatifu ni very powerful na ni mazuri, yanayotusaidia sisi kutujenga. Sasa tuonane katika kipindi kijacho. Leo nimekupa hizo, zichukue, zitakusaidia.